babu. Marhaba. Ujambo? Sijambo. Unakumbuka maagizo yangu niliyokupa jana? Amefunga ujauzito wa mjukuu wake. Mimba mpaka leo hajajifungua. Anataka kula nyama na wewe ndio msaada wake. Tunataka uende ukagale nyumbani kwao, ukaombe radhi, uende ukaombe msamaha kwa yule babu na familia yake. Japo tunajua ni mwanga, wewe gala. Akisha kusamehe, sisi tutafanya mpango, upeleke barua. Wakishapokea barua, tutafanya taratibu za ndoa. Utafunga ndoa. Kisha funga ndoa, utamuokoa yule binti, utakaa naye kwako. Sawa. Gharama zote sisi tutashughulika. Nakumbuka. Nilikwambiaje? Uliniambia kwamba babu akirudi nimpe taarifa za ujio wako. Alafu atakachonijibu chochote nije nikwambie. ulikuja kuniambia? Hapana. Kwa sababu gani? Kwa sababu sijamwambia. Unamfahamu mtu mwongo? Wewe ni mwongo, unajijua? Hapana. Narudia tena. Babu yako ulimwambia maagizo yangu? Hapana, sijamwambia. Kwa sababu gani ukumwambia? Kwa sababu mimi nilipotoka kule, wakati narudi nataka kumwambia na yeye ndo akatoka. Hawa ni watumishi wa serikali. Wameona uchungu. Yule babu yake Aisha amefunga ile mimba, afe mjukuu wake pamoja na kilichopo tumboni mwake. Mimba ya miezi 9 karudisha nyuma, imekuwa ya miezi 7. Huo ni uuaji. Manake hakuna binadamu anabeba mimba mwaka mzima. Zaidi hapo ni kifo. Nimekuelewa sana mzee wangu, na kwenye swala la kumuoa Aisha hilo halina shida kabisa. Hilo halina shida kabisa. Japokuwa kuna jambo nilikuwa naomba niwaambie, kama nitakosea naombeni mnisamehe. Mimi wazee wangu nitakapomuoa Aisha siwezi kukaa naye pale kwao au kwa mamangu pale. Lazima niwe na mji wangu
ila mzee wangu mimi aliniachaga kiwanja kule hiyo, nafikiri Dasemeni unakijua. Ndio. Nilikuwa naomba nipate walau milioni 2 tu niweze kunyanyua hata kibanda cha kujistiri mimi na mke wangu mtarajiwa. Huyu bwana atatoa milioni 2.5. Na mimi nitatoa milioni 2.5. Sasa tutakupa milioni 5. Asante sana. Unajua mimi namheshimu sana babu yako. Kwa sababu ni mtu ambaye tuko karibu sana. Unajua ninapotoka nyumbani kumfuata mtu, najua mtu mkweli na mtu muongo. Sasa wewe nashangaa kabisa unaletea mambo ya uongo. Sipendi. Nakwambia tena sipendi. Sitaki kwanza kuongopewa. Na hapa kijijini hapa nikiangusha balaa zangu hakuna hata mtu mmoja anaweza kunizuia. Nakwambia hivyo mimi. Uwe makini sana na mimi. Kamwambie babu yako nilichokwambia. Na uje nyumbani kwangu kuniambia. Na kuheshimu kwa ajili ya babu yako. Sitorudi tena hapa kwako. Umenielewa? Mimi sio mtoto mwenzio. Koma we binti. Usije ukanigombanisha mimi na rafiki yangu. Ujui tulikotoka wewe. Unataka uvunje rafiki wetu baina ya mimi na babu yako. Unajua tulikotoka? Babu shwaini wewe. Karibu. Asante shoga yangu. Poa vipi? Salama kaka. Niko poa. Shoga yangu, nishakuwa nataka kutoka. Yaani wewe acha, kuna sehemu nilikuwa naenda. Toka umejifungua unajiona kama msichana. Kawaida shoga yangu. Oya. Mambo. Anaitwa nani? Jasmine. Jamani Jasmine Kazoli. Natamani na mimi siku moja nje nikijifungua tu nizae kitoto kizuri kama yeye. Mlete nimuone. Ai. Ana mwili kama babake. Wewe na usinitibu hapa saizi. Umeanza. Simeanza nini bana? Ya. Yaani kwanza niliyapitia. Kipi? Yaani hawa wanaume hao ndugu yangu. Yaani bora hata wewe na ushafi wako. Hebu nipe kwanza hata kidogo. Nimeachwa mzio. Usiniambie. Toka mimba ina miezi 6, mwanaume kaondoka. Kila nikimpigia simu haipatikani. Kila nikimpigia simu haipatikani. Nikimpigia simu siku hiyo imepatikana. Namuelezea kuhusu bana mimba mzio imefika mwisho. Vifaa inakuaje? Mimi na nyusu nini? Safi. Naam. Vipi tena uko ndani? Hebu toka bwana. Sio shughuli zangu. Mama nikiondoka kidogo basi kila kitu changu mundani ishagala bagara. Hebu subiri kwanza. Hebu sogea kaka. Sasa mama ndio umeniambia tena tuondoke, unaniharakisha tena nikae tena mama. Sawa, kaa tuzungumze kwanza. Unajua Safi, umeniingiza kwenye matatizo sana. Tena lawama kubwa. Umenifanya mpaka sasa hivi mama Aisha hatuelewani vizuri. Wewe uliniaminisha, ukaniambia ile mimba ya Aisha sio ya kwako. Na mimi mwanangu nikakusikiliza. Leo hii tena mwanangu nataka tunyanyuke hapa, twende mimi na wewe tukaombe msamaha. Hivi mimi naelewekaje kwenye ile familia? Tena ukaniambia mama usijihusishe nayo. Achana nayo kabisa. Sasa leo mwanangu naendaje? Nikajitia aibu mwenyewe kule kwenye ile familia. Mimi nachokuomba, nenda mwenyewe ukaombe msamaha. Mimi siwezi kujitia aibu mtu mzima. Mama unajua nikwambie kitu. Mimi mwenzako kule mjini mambo yangu yalikuwa hayaendi. Yaani hayaendi kabisa. Yaani kila jambo nalolifanya yani moyo wangu hauko hata sawa yani. Nikakaa nikafikiria nikasema ngoja nende nikamuombe mwanamke wangu msamaha.
niishi naye, nianzishe naye maisha mengine kabisa. Kwani na wewe upendi sometimes kuja kwangu upikiwe ugali na mkweo? Lakini mwanangu uliniaminisha. Mama ulisibisisha nayo mimba ya Aisha sio ya kwangu. Na mimi mwanangu nikakusikiliza. Leo hii tena nataka kunitia aibu. Hapana Shafii, nyanyuka tu mwanangu uende. Nenda tu. Yaani niende peke yangu? Nenda tu kwa kweli. Halo. Halo kaka. Kwani uko wapi? Afadhali hata uliponipigia kakaangu. Yaani hapa babu yake Aisha katoka hapa kwangu sasa hivi kaka. Yaani msimamo wake ni ule ule kuhusu ile nguo ya mjukuu wake niloichukua. Yaani amenipa maneno makali, amenitisha. Hapa nipo mpaka naogopa kakaangu. Achana naye. Semenya ameshakuja na Shafii. Tunaye hapa. Mambo yetu yanakwenda vizuri sana. Temena amempata Shafii? Asante Mungu kwa kweli. Tumepanga Shafii tumpe milioni 5. Kwa hiyo baba anatuita ili tuje tufanye mchanganuo hapa. Kila mmoja atatoa bei gani? Basi sawa, haina shida kakaangu. Mimi nakuja. Huyo amekwisha huyo. Sawa kaka, haina shida. Kama unavyoniona na tumbo langu nimechoka. Nakuona umechoka kweli. Yaani hapa natamani leo kesho ijifungue. Sasa imekuwaje? Shoga yangu nimeumwa uchungu. Mimba imefika miezi 9 vizuri kabisa, nimeumwa uchungu. Mimi mpaka hospitali. Kufika hospitali nafanywa vipimo eti mimba ina miezi 7. Uchungu unanema shoga yangu umenifika hapa. Kivipi? Miezi 7 wakati mtu umechoka kabisa hivi Aisha jamani. Yaani wewe acha tu, nimeambiwa hapo nisubirie miezi 2 tena ndio niende tena kujifungua. Licha ya kupewa ujauzito na Shafii, lakini alinikataa kata kama nijui. Shafii huyu naomjua mimi? Huyo Shafii unamjua wewe. Mapenzi yote yale shoga yangu yote fake. Nilikuwa na pretendiwa mimi, nilikuwa naigiziwa, kumbe alikuwa ananichora kama katuni. Wanaume wana maana basi. Kweli nimeamini wanaume hawafai. Basi kutoka hapo mama yake hata kuja kukanyaga hospitali sijamuona. Basi hata hospitali usije, hata simu hakupiga. Shoga yangu nilichoka mpaka na mama ananielezea hivyo taarifa, nikamwambia ni mama Shafii ama ni nani, maana siamini macho yangu. Kwa hiyo sasa inakuwaje? Emshika kwanza. Hapo unavyoniona nilikuwa nimechoka kukaa nyumbani na kula udongo wa nyumbani. Kwa hiyo nilikuwa natafuta udongo. Nikasema ngoja nije kwako. Nikusaidia hata kubomoa nyumba kidogo. Na hisi safari yetu itakuwepo moja tena. Tutaachana huko mbele. Kwa hiyo naenda huko. Naelekea mama kuzurura Tanganyika nizurure. Nakaa nyumbani hasa hapa peke yangu na mwanangu. Muda mwingine tunaamua kutoka. Sawa, mimi naomba unisamee, nimekosea mama, lile nilijini liliniingia mwanao. Lakini mwanangu chochote kiranga chako ulikiataka hayo. Maana ukaje tena uliniaminisha mama hiyo familia hapana hiyo mimi ukakataka tukatu. Na mama Aisha nakwambia tukapandishana hapo. Leo hii tena ninyanyuke mwanangu. Shafia, sasa vizuri mama. Sama pale kuna wazee wenzio pale unajua. Mimi pale nikienda mimi kijana pale watashindwa kunielewa wale. Bora wewe ukienda mtu mzima kidogo ukitia ndogo zako mambo yanaweza kwenda sawa. Mimi tena hivi. Basi sikiliza. Ningoje niende. Nitapambana kule yatakaojiri nitakuja nitakwambia. Pika basi ataka ugali. Au usipike ka ugali. Bondeni pale nichukulie hata chips kwa bonge pale. Unavyopenda kula. Yaani na mwili bado unataka kula chips tu. Sasa kwani mama umemsikia nani kafa kwa ajili ya mwili au kula? Pressure ndio muua babako kwa ajili ya mafuta hiyo. Mama hujui chochote. Mimi ndio nilikuwa najua siri za baba. Baba kilichomuua ni mademu. Hebu naenda huko. Usinigombanishe mimi na mume wangu. Sasa nikugombanishaje mama na mtu alokufa? Hebu nenda bwana. Halo Sunta. Niambie. Vipi shoga yangu? Safi tu kwema. Kwema, yani hapa nilipo nimetoka kupokea simu ya kaka Njovu sasa hivi ninavyokuambia. Ile safari tumemtuma Semeni. Amefanikiwa. Wewe unasema kweli?
Na Njovu ameniambia Shafii anatakiwa apewe shilingi milioni 5. Hivi tunatakiwa twende kwenye kikao. Hiyo milioni 5 ikagawanywe, ijulikane kila mtu anatoa shilingi ngapi. Kwa hiyo shoga yangu mimi mwenzio hapa nipo njiani. Huo mchango hata sina shoga yangu, lakini nakuja huko nitajua vizuri. Ili eneo lote baba ni la kwetu? Ile eneo lote. Paka chini kwenye ile nyumba ya mzee. Yote ilikuwa ni eneo la babu yako ile. Mpaka kule kwa mzee Mundu? Lakini ile nyumba ile, unajua wazee wa zamani walikuwa wakipendana sana. Alimkatia ile sehemu kujenga kibanda kile. Bila pesa, bila nini? Bila hata sumni. Na bila hata karatasi kumpa kwamba karatasi hiyo shahidi. Wazee wa zamani walikuwa wanaaminiana sana na walikuwa marafiki. Kwa hiyo babu wako aliamua tu kujenga sehemu hapa, kwa hiyo imemtosha. Alikuwa hana makuu babu yangu. Sio kama watu sasa hivi. Hodi. Shikamoo. Shafii. Jamani, mimi kiujumla nimefurahi kwa swala hili. Na tumejenga hapa limekwisha. Ila ili bwana nayo limeniuzi kulopoka tu. Milioni ngapi? Milioni 5, 2.5. Wewe hela hiyo nayo. Babu, ya kumleta Shafii hapa si mchezo, alichanganyikiwa. Hata kama kuchanganyikiwa. Sasa unalopoka kaje? Hata mimi babu nilishangaa hicho kitu. Labda mwenzetu anayo. Jamani wanachama wenzangu. Yaani mimi mwanzo nilipona ile swali limekaa vizuri. Nikakuta nalopoka. Unajua kumleta Shafii mpaka hapa sio jambo rahisi. Kwa hiyo alikuwa tumechanganyikiwa kidogo. Sikiliza sasa. Hapa kila kitu kimekwisha. Ndiyo. Kule kwenye akaunti yetu tuna shilingi ngapi? Masibu. Kuna milioni 3. Milioni 3. Kwenye milioni 3 hapa inatakiwa shilingi ngapi? Kwa hesabu ya haraka bado milioni 2. Tufanye hivyo. Wewe utatoa 2.5. Sawa. Wewe utatoa 2.5. Sawa baba. Na wewe utatoa 2.5. Sawa. Tunapata hesabu shilingi ngapi? 7.5. Umefuata nini hapa? Mzee naomba unisamehe. Unanifahamu mimi? Ndio. Unanifahamu kivipi? Nilishawahi kukutambulisha mimi? Au umetambulishwa na muni wenzio? Kwa hiyo tumekubaliana. Wewe na mjukuu wangu nyote ni wauni. Na mbele yangu umekubali kwamba wewe ni muuni. Unamfanyia mjukuu wangu uhuni. Baba naomba unisamehe mimi. Mimi ni muuni kuliko wewe. Mkorofi. Lakini mimi sio mkorofi. Mimi naulinda uhai wa Aisha. Sawa baba yangu. Siwezi kukuona mkorofi kwa hiyo. Unamtambuaje mtu mbaya akiingia katika mji wako? Hapana. Mimi sifahamu kabisa baba. Sasa nataka nikupe siri. Kwenye kila siku kuna lisali baya. Na mtu mbaya atakuja kwenye muda huo. Ndio huyu kijana amekuja kwenye lisali baya. Sio mtu mzuri. Katumwa na wachawi. Baba. Haiwezekani. Huyu kijana hawezi kuwa mchawi hata mara moja baba. Hii familia yao baba ni watu rahimu kabisa baba. Hapana. Baba kila mtu kijijini mchawi? Shafii na Aisha baba wanapendana. Hebu tuwaache wenyewe. Kweli alikimbia hapa ameondoka. Sijui kichomesha kitu gani, wewe huwezi kujua. Inawezekana amejifikiria huko aliko akaona arudi kwa mwenzie baba. Hebu tuwaache babangu. Tuwaache wenyewe waendelee na mapenzi yao babangu. Na kuomba. Kwanza nikukatishe kauli yako. Sijakwambia Shafii mchawi. Anatumwa na wachawi. Anatumikaje na wachawi sasa? Siku zote tokea
akatae ujauzito wa Aisha. Alikuwepo hapa kijijini? Toka mwanzo nilikwambia hakuwepo hapa kijijini baba. Aliondoka. Unajua kitu gani kilichomuondosha hapa kijijini? Mimi siwezi kujua. Hajaondoka kwa amri yake. Aliondolewa na wachawi na amerudishwa na wachawi, na hata ujio wake ametumwa na wachawi. Wewe usikuelewa wewe. Sawa. Asipunjike mtu hapa. Inakuwa 7,500,000. 7,500,000 inabakia 1,250,000. Ukigawa kwa mara 2 hapa tunapata 6,600,000. Na 25,000. Haya, wewe 6,625,000 na wewe 6,625,000. Haina shida. Hapo tutakuwa hesabu imekaa sawa. Kwa sababu mbona kwenye hela umetutaja yote lakini wewe hujajitaja? Ineka jeu. Hata mpaka mimi nitoe, mimi na kazi ngapi za kufanya hapa mbele. Umeona? Achana nalo. Kwa hiyo tutaweka hapa sawa. Jambo takuwa limekwisha. Sawa jamani. Ni furaha sasa hapa. Sawa baba, haina shida. Aisha, rudi ndani. Nakwambia rudi ndani. Ichi ndani nakwambia. Hey. Wewe kijana, toka nenda zako. Nakwambia nenda zako. Pumbavu. Shafi usiondoke. Babu kuja kwanza. Baba! Mwana nataka mimi nikanyongo wewe. Pumbavu. Ila kera bana. Daktari Alula. Aje. Karibu. Shikamoo. Karibu. Asante. Dokta, nina shida yangu kubwa kutokana na ile hela ambayo kule kwa ule babu tulokubaliana. Kiukweli mimi nilikubali tu bure. Lakini sina hata 100 na sijui hata pa kupatia hela wapi. Nimezunguka kote nikafikiria. Nikaona kwako ndo msaada wangu wa mwisho. Naomba unistiri tu juu ya hili. Kama unavyomjua babu yetu ukikosa hela, nitaikapi sura yangu. Lakini unajua ugumu wote unaoleta wewe. Hivi Viki, laiti kwamba ungejikubalia ombi langu la mapenzi, saizi ungekuwa unakuja kukopa hela au ungekuwa unakuja kuchukua hela? Ninaona kama mambo yamekuwa magumu tofauti na tulivyotarajia. Nilifika paka pale, lakini mzee mapokezi yake alionipokea amenipokea tofauti. Kwa mimi nimekuja nikwambie tu kwanza hii kazi mimi naona siwezi. Bora tu nirudi nikaendelee na maisha yangu. Ndoa uoga. Aisha umemkuta. Wote nimemkuta Aisha, nimemkuta mama yake, nimemkuta na babu yake. Basi zoezi la kwanza limeisha. Shida yetu sisi, babu yake ajue uwepo wako wewe hapa. Akisha kuona tayari kaingia kwenye mfumo wetu,
tutakuwa tayari tumemweka katikati ya mawazo yetu, naye amekubali. Mzee kaniona, lakini sasa yani hajapenda kabisa mimi uwepo wangu pale. We Aisha sikakuona? Aisha kaniona. Au kakupokeaje? Aisha mimi kanipokea vizuri sana. Mzee akanyanyuka pale. Huyu nani? Anamuuliza mama yake Aisha. Mama yake Aisha akamjibu, huyu ndo alompa ujauzito Aisha. Mzee anauliza, mimi umefuata nini hapa? Mimi nikamwambia mzee, bwana mimi naomba radhi kwa niliyoyafanya. Mzee hajapendezwa kabisa, akamchukua mama yake Aisha akaenda nyuma huko, sijui alienda kuongea nini. Lakini sasa Aisha anaonekana amefurahi sana mimi kuja. Wakati yule mzee anakufukuza, Aisha si aling'ang'ania, yeye akataka Aisha aingie ndani, na akachukia zaidi kuona Aisha anazidi kukupenda. Aisha alikuwa anataka kulia. Yule mzee akapandwa na hasira, akachukua chuma, anataka kumpiga nalo Aisha. Kwani mzee ulikuwepo? We tulia. Halo Aisha. Uko wapi? Niko nyumbani. Naomba uje nyumbani mara moja. Mbona unalia? Kuna shida gani? Baba amenifungia kwa nje. Ukifika nje dirishani usije kwa mbele. Basi sawa, nakuja sasa hivi. Sawa. Sawa. Maumivu, upweke, manyanyaso. Darula bwana. Ayo kwanza tuachane nayo. Mapenzi yangu mimi yayopo kwa moyoni mwangu kwako, naona kama vile naimba nyimbo ambayo haina kiitikio. Sawa, mimi nimekuelewa. Ila naomba tungenistiri kwa leo kwanza. Sio nikusaidie. Sema tusaidiane. Kisha ya baharini yaishie pwani, na ya kazini usije kuyaleta nyumbani. Karibu. Aisha. Aisha. Vipi? Safi mama. Mbona unalia? Nini shida? Je, una namba Shafi? Namba Shafi mimi sina. Wewe ulikuwa nayo wewe? Nilikuwa nayo lakini ameniblock. Hapa nimpigie mama yake. Maana nilisikia ameenda da. Ndio alienda lakini amerudi. Halo? Shikamoo. Marhaba mwanangu, vipi hali? Sijambo. Mama, nilikuwa naomba namba za Shafi. Namba za Shafi. Sana ni mwanangu nataka. Nilikuwa na shida nayo tu.
Haya mwanangu, nitakutumia sasa hivi. Haya mama, asante. Anatuma. Sawa. Sawa. Usilie basi. Isaba ametuma. Andika. 07 47 89 99 91. Samahani napokea simu. Aisha huyo. Huyo Aisha. Pokea. Halo? Aisha, uko wapi? Nipo huko kwenye mashamba mzee Sagwali. Sasa Aisha, wazee wako wamekataa. Sasa mimi nifanye nini? Mimi ndo niko naondoka naenda mjini. Naomba tuongee kwanza tuyamalize. Tafadhali nakuomba usiondoke. Nakuomba. Aisha, hata kama ukija sasa kuna kitu gani ambacho tutazungumza kama wazee wako wamekataa? Naomba nafasi ya mwisho Shafii, tuongee kwanza. Usichukue maamuzi haraka kiasi hicho. Nakuomba. Anaingia kwenye mfumo. Mzee, ulijuaje kama huyu ananipigia ni Aisha? Sikiliza je. Naomba zunguke hivi. Kwa makini na babu. Naomba nifungulie mlango niende kwa Shafii. Hivi. Sio umemwambia huko kwenye mashamba ya mzee nani? Mzee Sagwali. Sagwali. Ukifika usikae kuangalia mgongo kwenye shamba la mzee Sagwali. Usije ukakae. Itaidi mgeuze ukae kwenye mgongo wako kwenye shamba la Saleh Kota. Alafu yeye muweke akae karibu na wewe, ndipo anza kuongea maneno yako. Sawa? Pale kila utachokiongea hawezi kukupinga. Bosi, habari za kazi? Habari za huko? Nzuri. Kidogo, sio sana bosi wangu. Kuna tatizo? Hapa nyumbani bwana nimefikiwa na mama mkwe na anahitaji matibabu. Kwa hiyo nilikuwa naomba ofisi iniwezeshe kidogo. Unajua mshahara uko mbali. Nikopesha hela kidogo ili mwisho wa mwezi niweze. Kama kiasi gani? Kama 700,000 hivi. Uliongea naye Chiara? Hapana, sijaongea naye bosi wangu. Basi ongea naye, mwambie mimi nimekutuma. Asante bosi wangu. Nitafanya kama ulivyonielekeza. Asante.
Usinifikirie mimi sana. Fikiria hata mtoto wako ajaye. Atakuwa na maswali mengi sana ya kuniuliza, ambapo sitakuwa na majibu ya hayo maswali yake. Majibu utakuwa nayo Aisha, majibu utakuwa nayo ni kwamba babu yake alikataa. Shafi, usimuongelee huyo mtu hapa, nakuomba. Babu yangu ni mchonganishi. Kwa wewe mwenyewe unalijua kama babu yako ni mchonganishi? Ndio. Babu yangu hajali familia wala furaha yangu. Anachojijali ni yeye mwenyewe tu. Kwa hiyo babu yako unamuona yuko sawa, si ndio? Hapana. Sijamaanisha hivyo. Sasa naomba unisikilize. Nakutuma Aisha, uende ukaongee na babu yako, uniombee radhi, anielewe, ili mradi niweze kuishi nawe. Kishindikana hivyo basi mimi acha nikawe mwanamke mwingine. Sasa hivyo bana. Mama. Mimi nakuomba mama. Siwezi kuvumilia. Naomba uongee na baba yako. Kuhusu nini? Aache kunifuatilia maisha yangu. Na tena sitaki aingilie mahusiano yangu mimi na Shafii. Aisha mwanangu, baba yangu mimi, wewe unamhitaji. Babu yako. Sasa kwa nini unashindwa kuongea? Sitaki hata kusikia jina lake. Tena natamani hata asingekuwa babu yangu. Ni babu gani asiyejali furaha yangu? Aisha, usifike huko mwanangu. Hizo kauli sio nzuri unajua. Mama, Shafii alikuja hapa kuomba msamaha, lakini babu alimfukuza kama mbwa. Aisha, kwa hiyo wewe umeona babu yako amefanya makosa kumfukuza Shafii, si ndio? Na ulivyotelekezwa. Hivi ninavyokuambia, nimetoka kwa Shafii. Shafii amesema anarudi mjini kwenda kutafuta mwanamke mwingine. Sasa ole wenu Shafii aende akatafute huyo mwanamke mwingine kwa sababu ya baba yako kumfukuza Shafii hapa nyumbani. Mama, wallahi najua. Asante kwa upendo wako. Mashafii. Vipi kama umepoza? Kulikoni? Ni mama, ni ndo maana nikanakwambia bora hata tungeenda wote. Nimefika pale nawakuta wote. Aisha, mama yake na babu yake. Naingia tu pale, Aisha akanyanyuka akaja akanikumbatia. Yaani kwa kweli Aisha mimi ananipenda. Sasa na mamake kakupokeaje? Mamake anavyoonekana
Hana tatizo. Shida yule mzee. Huyu nani? Maisha akamtambulisha bwana pale, huyu ndo alompa ujauzito Aisha. Sema kweli mzee alipokea vizuri. Alipokea vizuri ugomvi pale. Aisha ingia ndani. Umeelewa? Lakini mama, inavyoonekana Aisha mimi bado ananihitaji. Kwa sababu kanipokea vizuri. Shida yule mzee. Lakini mwanangu, ana haki kabisa huyo babu yake kufanya hivyo. Kwa sababu yote uliyataka wewe tangu mwanzo. Mtu yeyote hawezi kukubaliana na hili swala tangu mwanzo mpaka anaenda hospitali leo akupokee kwa furaha. Haiwezekani. Unipendi mwanao? Nakupenda mwanangu. Nakupenda sana. Na wewe mwenyewe unajua Aisha. Unatamani kunikosa? Hapana Aisha. Sasa kama unanipenda kweli, sasa nakutuma. Uende kwa mama Shafii. Ukamwombe msamaha kwa alichokifanya baba yako. Kumfukuza Shafii hapa. Sawa, nitakwenda mwanangu. Hilo halina shida. Mimi nitalifanya Aisha mwanangu. Akikubali, mguu wako, mguu wa mama Shafii. Mje muongee na baba. Hakikisheni anakubali. Akikataa, mama, nakuahidi, wallahi najua. Aisha, hapana. Usifanye hivyo mwanangu. Sitaki mama, niache. Nikijua kaburi langu naomba lichimbwe nyumbani kwa kina Shafii. Aisha ni shoga yako, ni rafiki yako kwa muda mrefu sana. Nasi ni binadamu, kuna muda mtu unateleza mamangu. Kwa sababu mimi nilivyotoka pale, Aisha mimi akanipigia simu. Aisha akanipigia simu, uko wapi? Nikamwambia mimi niko mashambani huko. Tuonane. Tumeonana, ananisi, yani Aisha ananisi kabisa, ananiambia Shafii, usije ukaondoka ukaniacha ukarudi mjini. Mimi nataka tuishi wote. Sio, unanielewa mama? Kwa hiyo hapo kipengele, tatizo ni yule mzee. Yaani inaonekana hata mama Aisha mwenyewe ana tatizo lolote. Kama ninavyokuambia, huyu mzee yuko sawa tu, wala ana makosa. Ila kwa ufupi labda tufanye hivi, mimi nitakwenda kwa mama Aisha kuongea naye. Lakini je, hata nifanyia kama alivyokufanyia wewe kweli? Yaani wewe mama, mtu wa kuonana naye hapo ni mama Aisha. Yaani yule mzee hata, yaani mama Aisha ndo, yaani wewe utakuwa unaonana na mama Aisha. Mama Aisha ndo akaongea na babu yake Aisha. Mbona mama Aisha kweli alikuwa rafiki yangu sana, lakini sasa baada ya hili jambo wewe kulikoroga ndio yakatokea yote haya. Mama mimi sijakataa mama. Hata ndio hivyo mama. Mama mimi sasa hivi najikuta nampenda sana mwanamke wangu. Yaani nampenda mama. Yaani mimi nahisi hata kuchanganyikiwa. Ila sawa, mimi nitakwenda. Mama Aisha akishakubali, babake ataongea naye, hilo halina shida. Kwa mimi nitajaribu kwenda. Kwa sababu ule mzee mimi hataki hata kunisikiliza. Wewe mama upendi mimi furaha yangu. Bwana wewe, usiongee maneno hayo bwana. Mimi nitakwenda kwa mama Aisha. Yote haya yataisha.
wangu unapiga kelele muda wote, kumbe uko hapo. Nilikuwa jikoni ndo unaandaa viuji sasa hivi. Sasa mbona umechelewa saa hizi? Uvivu. Vipi? Safi niambie. Shoga yangu mimi mwenzio nimekwama. Yaani hapa unavyoniona nina shida imenifika hapa. Shida gani tena? Nikasema ndugu yangu mimi wa mwisho wa kumtegemea ni Mama Jasmine peke yake. Hivi unavyoniona. Nimezunguka huko kote kuazima pesa. Kila ninaomuingia ananiambia hana pesa. Nikasema mimi hapa sina jinsi. Wa kumfuata hapa ni jirani yangu, udugu wangu mwenyewe. Ndugu wangu niazime pesa. Asa, hiyo hela shilingi ngapi? Yaani ungenipatia laki hizi 2.5, matatizo yangu yote yangeisha. Laki 2 hiyo mimi sina. Yaani bora hata ungesema laki. Kwa sababu mimi mwenyewe toka nijifungue sijafanya hata hakika ya mwanangu. Kwa hapa ndo nataka niweke hata kishughuli kidogo. Mashafi, fanya haraka ndugu yangu. Karibu. Karibu. Asante. Mimi sikayo Mashafi. Kwanza kabisa naomba unisamehe ndugu yangu. Naomba unisamehe mimi ndugu yangu. Mimi ndio nitakiwa nikuombe wewe msamaha kwa yaliyotokea. Mashafi, acha. Naomba kutusifike. Ya nyuma tu yaache. Mimi nimekuja hapa ndugu yangu. Kuna tatizo nyumbani. Vipi tena? Aisha hayuko vizuri kabisa. Hayuko vizuri. Huu mguu umekuja kwako kueleza ndugu yangu. Naomba unisaidie. Saidie. Aisha anatamka maneno ya kujiua akimkosa Shafii. Hapana. Kwanza Shafii mwenyewe yuko wapi? Shafii katoka hapa tangu asubuhi kaenda kwenye shughuli zake. Nakuomba ndugu yangu, kama Shafii hayupo twende na wewe. Naomba twende nyumbani ili Aisha akakuone. Najua akikuona wewe roho yake itatulia. Sawa, sio mbaya. Mimi laki itanisaidia. Kwa kuwa pale nyumbani nina kondoo wangu, itabidi nifanye mpango wa kumuuza. Lakini kondoo mwenyewe ana hitilafu ndugu. Watoto wangu kwa utundu wao wote wamemvunja mguu. Na sijui hata nimuuzie nani. Sio kamuuze pale juu kwa mjeshi. Mjeshi upi? Wewe na hujui. Sipa tunapoendaga kununua maziwa. Aha. Si ndio maana nimekuja kwako shoga yangu. Sasa atamkubali kweli yule? Kwa vile ana ulemavu. Unaweza ukafika naye hata 80 anaweza akakukaia. Sasa 80 ndugu yangu. Lakini haina shida. Mimi nitajua cha kufanya. Wewe nipatie hiyo laki. Shoga yuko wapi? Kalala au yuko wapi? Ndani amelala. Tena nimefungia hadi na mlango. Ili asikusumbue. Salama tu. Ndio melodi. Umefanikisha. Nimefanikisha. Ndio. Na nimefanya kama ulivyoniambia. Sio tatizo kufanya. Tatizo macho yako yaliangalia kwenye shamba la mzee Sagwali. Vile vile mzee wangu. Na mgongo uliweka kwenye shamba la Saleh Kota. Ndio. Ukamkumbatia. Ndio. Na machozi yalitoka kidogo. Ndio. Akakuelewa. Na nimemwambia
akaongee na wazee wake. Ndio. Ikishindikana hapo mimi naondoka. Sio anakwenda kuongea yeye. Sisi ndo tunafanya yeye aongee naye. Na atamuelewa kwa kupitia uwezo wetu sisi. Unanielewa? Nimekuelewa mzee. Basi kuwa na amani. Kila kitu kitakwenda kama kilivyopangwa. Aisha mwanangu, yani wala usiwe na wasiwasi na maamuzi unataka kuchukua, yani yafute kabisa, kwa sababu Shafii anakupenda na mara kwa mara huwa anakuzungumzia wewe Aisha. Aisha mama, Aisha mama. Sasa mwanangu, hayo maamuzi unataka kuchukua kweli jamani, wakati mwenzako anakupenda na atakuoa, ndivyo alivyoniahidi mwanangu. Wala usiwe na shaka. Sawa eh? Hayo maneno unayoongea mama, nataka kuyasikia yakitoka kwenye kinywa cha Shafii. Maumivu upwe. Mpigie nimsikie. Weka raudi mama. Shafii, habari za muda mwanangu? Marhaba. Sasa mwenzangu, yani ile unatoka tu muda mfupi, mama Aisha kaja nyumbani. Maneno aloniambia yameniumiza. Aisha anasema asipokuona anajiua. Hivi ninavyokuambia mwanangu, niko nyumbani kwa kina Aisha na mamake. Hapa ninavyokuambia. Ina maana mimi ninavyopambana kote kutaka kumuoa Aisha, yeye anataka kate tamaa. Mama, ukinifanikishia mimi kumpata Aisha ni muoe, mama, mimi nitafurahi sana. Mama, mimi nampenda sana Aisha, mama. Nampenda sana. Shafii. Mama. Toka siku hii tulivyoachana mimi nimekuwa ni mtu kulialia tu. Ni kwa sababu nakupenda. Sasa sio hivyo. Ha? Sio hivyo. Mimi nakupenda. Mimi nakupenda, tena nakupenda sana. Na napambania nikuoe tuishi wote. Hivyo hivyo. Nimekuelewa. Leo nataka nikuahidi tena mbele ya wazazi wetu, mbele ya mama yako na mbele ya mama yangu, kitu ambacho tulikuwa tukiongea tukiwa wawili, leo nakiongea mbele yao. Nakupenda Shafii. Aisha, usilie mwanangu, nakupenda mama yako mimi. Na umesikia hicho kuambia mwenzio anakupenda Aisha.
Kwanza kabisa naomba unisamehe babangu kwa nitakachokizungumza hapa leo. Najua siku mbili zote za nyuma umevurugwa sana na haya matatizo ambayo yanatokea. Sawa babangu. Huyu unayemwona hapa ni Mama Shafii. Yule kijana ambaye ameleta tatizo hapa nyumbani kwetu kwa mjukuu wako Aisha. Sasa leo amekuja hapa anataka kuomba msamaha kwetu. Kwa hiyo mimi nikamwambia tu kwamba bwana, mimi sina kauli ya mwisho. Mwenye kauli ya mwisho baba yangu. Kwa hiyo njoo uongee na baba. Na ukizingatia babangu wewe una shida yote najua. Unakuwa na hasira unapanda afu unashuka. Kwa hiyo naomba tu babangu utusikilize kwenye hilo kwanza. Mama Shafii. Huyu ndio babu yake Aisha. Nafahamu. Shikamoo baba. Baba shikamoo. Baba. Sio vizuri baba yangu. Mama watu wanakusalimia unashindwa kumuitikia kweli? Marhaba mama. Unajua Mama Aisha na Mama Shafii, kuna ubaya utakaofanyika lakini nyinyi hamjui. Kwa sababu hamna macho ya kuona. Na kama mngekuwa na macho ya kuona, msingekubali kila jambo. Yaani nyinyi imekuwa kama watu mnoburuzwa tu. Mpaka mkishafika mwisho na watu na jambo lao wamemaliza. Nyinyi mtaachwa kama mlivyo. Lakini hapa maji kibao, umeme upo, paka hii mashine tumekufungia hapa. Tupo vizuri. Asanteni sana. Jomba, asante sana. Jomba. Ndio. Na hapa ndio tutakapoa mjomba wako na akili nyingi sana. Kwanza nilichokifikiria kutokana na hali aliyokuwa nayo mwezio. Mjomba kule msingeweza. Kwa sababu mjomba niliangalia kule ni mbali na jamii. Lakini hapa kutokana na hali aliyokuwa nayo mwezio, tatizo la usiku la mchana linatatuulika kwa haraka mjomba. Alafu mjomba. Jomba nakuelewa unajua. Ile milioni 5 mjomba amekuja kufanya kazi hapa. Tumetumia milioni hizi. Milioni 3. Sawa sawa. Ndio umepata maeneo haya mjomba yote haya. Mjomba hapa milioni 3 hapa. Milioni 3 mjomba hapa kote hapa. Yaani hapa milioni 3 hapa mjomba. Yaani hiyo milioni 3 ile tumechukua hapa milioni 2 mtakuja kuanzia na mwezi wa maisha. Unajua mjomba, mimi mwenyewe nilikuwa nawaza kwenye hiyo milioni 5 ambayo mnataka kunigea. Ningejenga kule kwenye kiwanja changu na hela ingeisha na singemaliza. Na ndio hilo lote sisi tulikaa chini tukalizungumza tukaliona hilo tatizo. Sababu ukipiga mahesabu ya mafundi kuja kufatulia matofali kutoa mimaji huku bondeni kupeleka kule juu na ni mbali. Shukrani sana. Jomba sana. Kwa hadi kule nyuma hadi huku. Miwa yote ya kwako nje. Upendo asante kwa muda kwa maneno ya asante kubaya Ndio maisha. Yaani mzee anawaza mabaya kuhusu Shafii sana. Lakini ujio wa Shafii alikuja safari hii ni tofauti na vile ilivyokuwa mwanzo. Safari amekuja kwa lengo, ameshajikamilisha kabisa. Atoe barua, aoe, waishi kama mke na mume. Mashafii. Wewe mwanangu kakua. Baba. Sasa undugu unarudi upya. Baba yangu. Mimi nataka siku hiyo ya harusi ya Aisha. Hapa lazima dundiko likeshe. Baba yangu. Au wewe unasemaje baba? Nimeshakwambia mapema sana. Nyinyi mko wawili na maamuzi yenu mlioyaamua. Bakini nayo hivyo hivyo. Fanyeni jambo lolote mnaloliona kwamba nyinyi linawafaa. Baba, mimi nataka siku hiyo Aisha anapoolewa
Hapa dundiko lazima likeshe, sitokubali. Baba, mimi nataka siku hiyo ya harusi ya Aisha unipe mbuzi yao 4. Tuchinje mbuzi baba hapa, watu wafurahi. Ndio mchezo nafikiri baba. Nyinyi ndio wachungaji wa mbuzi zile. Mtakavyoamua, hata mkisema mnachinja wote, nichinjeni tu. Babangu mimi hapo ndo ninapokupendea. Babangu wewe hujawahi kuniangusha. Hujawahi nakwambia. Asubuhi kwanza tutapika supu. Mtoli. Sasa huu mtoli ndizi nitaenda kukata shambani kwenye shamba lako. Mikungu ya ndizi naenda kuchukua kule na kuja kuweka mambo hapa. Yaani siku tu wale, uanywe, uacheze. Yaani siku hiyo baba anakuambia kijiji kitawaka moto babangu. Hawe mwenyewe unasemaje kuhusu mikungu ya ndizi? Nasema hivi, wacha mikungu ya ndizi. Hata ukiamua mwanangu kwamba hii nyumba unaiondoa unaipeleka unapotaka, fanya tu mama. Yaani baba mimi wala sina wasiwasi. Baba ujana anachekesha. Yaani babangu ujue anapenda utani sana. Baba naye ushazoea kutaniana na Aisha, mimi mwanao si usintanie naye baba. Sio utani, mimi nakwambia ukweli kabisa. Fanyeni mnavyojisikia wanangu. Wala msina wasiwasi na mimi. Sawa. Mimi bwana mimi hapa sina neno, moyo wangu hapa burda. Umefurahi shoga? Nimefurahi. Hapa ninachoondoka tu kwenda kujipanga. Asante kwa upendo, asante kwa muda, kwa maneno ya. Vipi shoga yangu? Safi mzima. Mzima sijui wewe. Ame kama unavyoniona. Haya wapi na ili jua lote hili? Nanyosha miguu. Dada ujionee huruma wewe. Yaani jua kali namna hii na mwendo na hilo tumbo dada. Sasa nitafanyaje? Wakati tunaniona tena zunguka hapa na vinaona naenda kwa gym mara moja. Hivi ujioni kama umechoka? Mimi nimechoka lakini nitafanyaje sasa? Yaani kwa mfano ndio umetembea mara po umeshikwa na uchungu ghafla. Ujionee huruma Aisha Sasa naogopa nini shoga yangu? Hapo ulipo una mambo kibao. Una swala la hilo mimba. Una swala la shughuli shoga yangu. Najua kama na mambo mawili yananiandama. Ndoa, kujifungua na vitu natakiwa nivitekeleze. Kwa hiyo inabidi niende kila kitu na muda wake. Sawa, hivi umejiandaa? Kujiandaa kivipi? Maana nina mambo mawili. Harusi au kujifungua. Mimi nazungumzia kujifungua. Kama kujiandaa, nimejiandaa vizuri sana rafiki yangu. Kwa sababu kila kitu nilichoambiwa na manesi nimekinunua, vifaa vyote ninavyo. Mimi sizungumzii kuhusiana na vifaa. Kujiandaa kuhusu kujisafisha shoga yangu. Kivipi yani mnieleweshe? Na maanisha umejisafisha sehemu za siri? Baba, Aisha kenda wapi? Ya tembea za lile tumbo lake. Hodi hapa. Karibu. Karibu kaa. Asante sana. Shikamoo. Marhaba za leo. Habari yako mama? Salama tu. Za nyumbani? Salama tu. Karibu. Asante. Samahani mzee. Mimi mjomba wake na Shafii. Nimeleta barua baba. Hiyo barua inatoka wapi? Kwa Shafii. Wewe ni nani? Mimi mjomba wake Shafii. Wewe ni mjomba wake na Shafii? Narudia tena. Wewe ni mjomba wake na Shafii? Mimi mjomba wake Shafii.
Wapoje na mama yake na Shafii? Mama moja, baba moja na mama yake. Wewe unaitwa nani? Njovu. Njovu nani? Washington. Washington ni nani? Marekani. Mama Aisha. Abe baba. Mama yake Shafii anaitwa nani? Sasa nitajisafisha vipi wakati na hili tumbo? Na huyo mwenzio si yupo? Yupo. Yeye ndo lazima akusafishe. Leo unapotoka hapa, umwambie huyo mwenzako. Kwa sababu akishakusafisha hizo nywele, unatakiwa azifunge kwenye kitambaa cheusi, aziweke juu ya mlango pale unapotokea. Sijui unanielewa vizuri. Maana bila ya hivyo, yatakukuta yale ya mwanzo. Hivi unajua kwa nini mara ya kwanza ulipelekwa hospitali ukashindwa kujifungua ukarudishwa nyumbani? Basi nikupe stili shoga yangu. Ulikuwa umefungwa na wachawi. Na nilipanga nisikwambie. Kwa sababu babu yako jinsi alivyonitibua. Nakwambia tu kwa sababu tumetoka mbali. Tumeishi vizuri Aisha. Ila babu yako sio mstaarabu hata kidogo. Kwanza nashukuru. Alafu kingine, kuhusu masuala ya babu wewe mzoee tu. Naomba umsamehe. Mimi nishamsamehe shoga yangu. Ndio maana nimekwambia. Hilo jambo ni geni sana kwangu. Kwanza nashukuru kwa kuniambia. Alafu pia kama jambo lina umuhimu kiasi hicho, kwa nini mama hajaniambia mapema? Unatakiwa ujisafishe. Sheria mtoto wa kike yoyote akibeba mimba siku ya mwisho lazima awe msafi. Mama yako atakwambiaje? Wakati pia alipokafungwa na mawazo kibao hata elimu. Lakini nimekupa tu hiyo siri kama shoga yangu. Basi hilo limeisha Zai. Mimi nitalifanyia kazi. Na leo nitaanza kuongea na Shafii tulifanyia hilo jambo. Hamna shida. Ila usimwambie mama yako. Maana ataona kama umemdharau. Sawa, wewe ondoa shaka, usio na wasiwasi. Sawa. Mimi kila kitu nitafanya mimi na Shafii. Hamna nitakayemwambia. Mimi nakukumbusha kesho bwana. Haya poa. Safari njema. Haya kwa hili baadaye. Anaitwa Mariam. Mariam nani? Mariam Rajabu. Rajabu nani? Nasoro. Bwana Njovu. Umemsikia mama yake na Aisha? Ndio. Ndogo wangu, hata mimi unaniongopea. Sasa hiyo barua mimi sipokei. Kwa nini? Tatizo lako mama Aisha, huijui dunia ilivyo. Hapa kuna mchezo hapa unafanyika, lakini mwanangu wewe uelewi. Tatizo lako wewe unatazama watu usoni. Mimi nawatazama katika mioyo yao. Mimi najua anachokifanya. Na hata wewe unajua. Lakini kamwe haitowezekana. Bwana mdogo, nipeleke barua. Acha utoto mdogo wangu wewe.
Hebu nenda bwana. Pagumu. Pagumu. Mzee ameniuliza, wewe ni mjomba wake na Shafi? Memjibu ndio. Kagundua mimi si mjomba wake. Barua akakataa. Iya. Mzee ni mtata. Mzee ni mkali. Yule mzee ni balaa. Lakini barua si mtu wote wanapeleka. Nimejaribu kumwelimisha. Kakata. Babu. Ulimkutana nani? Alikuwa na mwanae yule kike. Alikaa sura yake aliangalizia wapi? Unakotokea au unakokwendea? Kwa kweli wakati nakuja ana kwa ana tumetizamana mimi na yeye. Mkagongana. Ulivompa hii bahasha alipokea na mkono? Alikata. Amekataa. Ili zeni chawi. Asante kwa upendo. Yaani niwaambieni kitu, mwenzenu namshukuru Mungu kuhusiana na lile swala la michango nilipofikia. Mungu mwenyewe anajua. Yaani kiufupi mimi nimefanikiwa. Sijui nyinyi wenzangu. Hongera. Haya, tuachane na hayo. Zai, umeshaongea na Shafi? Shafi tena? Jamani, sasa wewe unachokishangaa kitu gani? Kwani pale kwa babu tulikubaliana nini? Asa pale dasemeni, mimi nikajua mazungumzo ya pale yote, nenda nikaongea na Aisha. Kwa hiyo umeongea na Aisha na sio Shafi? Mimi nimeongea na Aisha. Aliyetakiwa kuambiwa ni Shafi na sio Aisha. Aisha ni mtoto, hajui chochote. Yaani hapo dasemeni mimi naona tu ungeenda wewe. Ona na wewe ulivyokuwa na mawazo ya kijinga. Kwa hiyo pale kwa babu tulivyokubaliana, niliambiwa niende mimi au aende huyu? Hapana, ila sasa huyu ndo ameshakosea, unafikiri tunafanyaje? Kwa hiyo kila jambo takalokuwa linapangwa, nyie hamwezi kulitekeleza mpaka mimi. Ni upuuzi. Kwa sababu ukiambiwa kitu unatakiwa uwe makini nacho. Huwezi kuambiwa hivi alafu wewe ukafanya vile. Umekosea Zai. Mimi sawa nimekosea basi. Kama vipi basi angeenda Asunta? Tutapambana naye. Ametaka mjomba peleke. Mzee, mimi najua barua mtu wote anapeleka. Kwa nini yeye ang'ang'anie aende mjomba? Usije kwenye mtego. Na maana kubwa. Mimi najua. Ndio babu. Peleka hii. Basi nikuteua bwana. Peleka hiyo. Tuone mtego wake. Mzee, yule mzee si mtu mzuri kabisa. Asije kanitoa kikoa mimi. Yule sio mtu mzuri, lakini sio kwangu. Kampe ukifika pale. Akikutolea macho. Wewe na macheni. Sawa. Shika barua yako kwa mkono wa kushoto. Huku unajifanya unajikuna, unampa. Hakikisha anaipokea kwa mkono wake.
akigusa tu hiyo. Sasa Asante na wewe mna tofauti gani? Mbona kama wote akili zenu zinafanana? Yaani mimi kwa hilo dada hapa hapana. Eti nitokea hapa mguu mosi mguu pili niende mpaka kwa Shafii nikamwambie eti mkeo unatakiwa umwambie ajisafishe sijui. Mimi hapana kwa kweli. Labda angekuwa Aisha lakini sio Shafii. Kwa hiyo kazi unaweza wewe ni kazi gani? Yaani mimi kuangaliana na mtu macho kwa macho mimi siwezi kwa kweli, namuonea aibu. Labda angekuwa mambo yetu yale ya usiku kuruka, yani kwamba tunaenda nyumba fulani kufanya vitu fulani, hapo sawa. Lakini kwa hilo na mimi sio Shafii tu, mtu yoyote namuonea aibu. Kwa hiyo ndo kazi unaweza wewe ndugu yangu, na sio kazi zingine. Hivi nyinyi wote hamnionee huruma mimi? Mbona nyinyi hamjaenda mjini kumfuata Shafii? Mimi nimeenda, nimemfuata na nimemrudisha hapa. Palipobakia tusaidiane. Kaka, mbona sikuelewi? Jomba huko sio kwema na nini tena jamani, mbona tunachanganyana? Huko mambo yanazidi kuwa magumu. Kwa nini? Nilimtuma kuipeleka barua, amerudisha. Amesema mzee amekataa barua kata mpaka niende mimi. Ulimtuma mtu? Ndio dada. Kwa nini ulimtuma mtu na ulimtuma nani? Nilimtuma Njovu, yule mfanyakazi mwenzangu. Ulimtuma mtu? Lakini mjomba, kama ungekuwa hutaki kwenda kuipeleka hiyo barua ungesema jana mbele ya kikao hapa. Sababu hapa jana alikuwepo dada zako, kaka zako, wote walikuwepo na alikukabidhi wewe jukumu la kunipelekea mimi hiyo barua. Kama ungekuwa hutaki ungesema mbele yao jana wakajua. Jomba, tatizo msichokijua ni kitu kimoja. Dada yule mzee ni mkorofi. Na mimi ni mkorofi. Ndio maana nikashindwa kwenda. Endapo tungeshindwa kuelewana Kiswahili, ningeokota mjiwe nikampiga nao wa kichwa. Hivi mnazania ile harusi ingekuwepo? Lakini kaka, sawa tulipatana hapa kwenye kikao kwamba unapeleka wewe barua. Mama, hata ile siku mimi niliyofika hapa nilitoka kuonana na mjomba kwenye kikao chao, waliniita. Sio, unaona? Na waliniahidi mambo mengi sana. Yaani kila mtu pale aliahidi kwenye harusi yangu mimi atachangia, ikiwemo mjomba huyo hapa. Aliniahidi mimi atanichangia milioni 5. Sasa leo nashangaa sielewi mama mambo yanavyoenda hivi. Acha kuongea ujinga. Pomba gani unataka kuongea? Kikao? Sasa ndugu yangu hapa inakuwaje? Vipi tena? Kuhusu hiyo harusi. Yaani nini leo ushaanza? Maana mimi hata sielewi. Ndugu zake na Shafii wanahitaji hii ndoa ifanyike haraka sana. Sasa hiyo ndoa jamani itafanyika, maana umechoka sana. Inawezekana siku ya kufunga ndoa na uchungu nao ukakuanza. Inakuwaje? Nimechoka, lakini sina jinsi. Na hayo mawili yote yanaweza katokea. Na inaweza ikaanza uchungu hata hiyo ndoa ikaahirishwa. Kwa hata sijui tunafanyaje. Mimi niliona kwanza wangeacha mpaka ujifungue kwanza, afu ndio hiyo harusi ingefuata. Wewe nawe Mimi tena unataka kuanza kuwa kama babu yangu. Naomba usinikere. Achana na mimi kabisa. Kuhusu swala la ndoa, wewe niache tu niolewe. Au mengine yote atafuata. Nimekuayo tena babu yako kafanyaje? Yaani kwanza ninachokiomba Mungu, hiyo ndoa ipite salama. Yaani kama ni uchungu, basi ukaniumie nikiwa kwenye nyumba yangu. Maana nimemchoka babu yangu, kila siku visanga. Kila siku anajipya nyumbani. Hatuna hata amani. Sasa Aisha, wewe babu yako kafanya nini? Kwani ninavyokuambia babu ni msumbufu, huwezi kunielewa. Sasa hilo jipya gani tena, si ndio niambie? Hivi nikuulize kitu Yaani babu yangu kama angekuwa anapenda furaha yangu, basi ndio ingefungwa haraka ili kila kitu kiishi.
lakini ikawa kikwazo. Unajua kikwazo? Achana na upumbavu wake udada. Sikiliza, nataka niongee vitu ambavyo hampaswi kuvijua. Familia anataka kuoa mwanao. Ile familia ya babu yake Aisha ni familia ya kishirikina. Mjomba, umeingia kwa familia ya wachawi. Mjomba, kama imeshindikana hiyo barua nipe mimi niipeleke mwenyewe. Mwanangu Shafii, haiwezekani barua upeleke wewe. Ndio maana tulimteua mjomba wako apeleke. Wewe upeleke tena? Mama, wewe mjomba nipe tu hiyo barua mimi niipeleke kama imeshindikana. Tumekaa kikao mwanangu. Mjomba wako apeleke barua. Wewe tena upeleke. Haiwezekani. Yaani umenishangaza sana. Tumekaa kikao kakaangu vizuri, tukapatana kwamba wewe unapeleka barua ya mtoto. Leo hii kweli kaka unaenda kumpa mtu? Mbona unanichanganya kakaangu? Sasa hiyo barua utapeleka au upeleke? Mama, kwani mjomba ana kilo ngapi? Na swali gani sasa hivi? Kwani unauliza hivi? Wewe nijibu tu ana kilo ngapi mjomba? Unataka uniambie kwani unauliza hivyo? Mjomba anafika kwenye kilo 90 hivi. 90? Ana 125. Basi. Kumbe ndio maana. Mama, unajua mtu akiona kilo nyingi akili zake kidogo zinakuwa kama ziko sawa. Wewe ni mjomba wako. Wewe mwenyewe una kilo ngapi? Si una kilo 100, umepishana kidogo tu na mjomba wako na wewe. Sasa wewe kuna muda mimi unanielewa. Sikuna muda mwenyewe unalalamikia mwanangu kama uko sawa. Kilo hizo mama. Mama Aisha, mara nyingi sana mwambie mwanao mchezo wa kutembea hapa kijijini hapa na tumbo kama ile sio vizuri. Wewe naye baba unashindwa kumwambia mjukuu wako mwenyewe uniachie mimi matatizo yenu. Nikimwambia hata kunisikiliza mimi tofanya. Sasa lazima kisini kurudishie mwenyewe. Si mtani wako yule? Wewe mwambie tu atakuelewa. Haya bwana, shauri yako. Karibu. Asante sana. Karibu sana. Asante. Asalamu alaykum. Alaikum salaam. Za nyumbani? Kwema. Karibu. Naona uko peke yako. Mzee kwa? Yupo ndani. Ameingia sasa hivi hapa. Sasa na wewe, mbona unataka kuharibu mambo? Yaani tumejitahidi kila kitu kimekaa sawa. Wewe mwishoni huja kuharibu. Kwa nini ulimtuma mzee Njofu? Baba. No. Mbona unakaa juani baba yangu? Tunapofika makamo haya mama sisi furahi tujua. Asalamu alaykum. Kaa chini. Basi mwenzio, nimekuona hapo unaongea na mama yako. Kwa nikaogopa kukuita. Nikaona bora nikupigie simu. Mama nilikuwa naye hapo, yani ndo kaingia ndani sasa hivi. Mwenyewe nikasema nije huko nyuma nije kupokea simu. Kumbe naye uko hapa. Sisi nilikuwa naogopa kukuita. Vipi? Sasa, Shafii, unajua wewe ni mdogo wangu. Na mimi kuna jambo nimependa nikwambie. Ukizingatia wewe na Aisha sasa hivi mnakaribia kufunga ndoa. Lakini pia mwanamke wako ni mjamzito na ujauzito wake ni wa leo wa kesho. Sasa je, umemwandaje mwenzako? Kumwandaje kivipi? Shafii, yani bado tu una akili za kitoto ndugu yangu.
Nakuuliza, yani sisi sikuelewi. Namaanisha sisi wanawake tukishafikia ujauzito wa miezi 9 tunashauriwa kabla ya kwenda hospitali kwanza tuwe wasafi. Sasa je, ushamfanyia mwenzio usafi? Usafi nguo zake safi mbona zote? Sijamaanisha nguo. Usafi wa mwili, yani ushamfanyia usafi ili akifika kule hospitali asije akafungwa tena kama mwanzo, mimba ikarudi miezi 7. Kwa hiyo kabla ya kwenda kule unatakiwa hakikisha mwenzio yuko safi. Kwa hiyo ukimfanyia usafi unahakikisha kwamba zile nani utozitupa. Yaani ukishamaliza usafi usitupe. Unafunga katika kitambaa cheusi. Unaweka juu ya mlango wenu wa kutokea. Ile inakuwa kinga. Leo nimepata muda nimeona nije nilete ile barua sasa. Una uhakika nayo unayoyasema? Ndio mzee. Hiki unachonijibu hapa ndicho ulichomjibu mama yake Shafii alipokuuliza kwa nini umemtuma mtu? Ndio mzee. Una uhakika? Ndio, ni uhakika mzee. Wewe kijana wewe, acha kunaongopea mimi. Ukumwambia mama yake Shafii kwamba mimi nikienda kule kupeleka barua, yule mzee ni mkorofi na mimi ni mkorofi, naweza nikamshikia jiwe nikampiga nalo akafa pale. Kuyaongea maneno ulikuwa ni utani tu mzee wangu. Kumbe alikuwa maneno ya utani. Nipe hiyo barua. Hii hapa barua mzee wangu. Mzee. Papa kile mkono wa kushoto. Na wewe mbona umenipa na mkono wa kushoto? Huwa kweli una matatizo mzee wangu. Hii hapa barua mzee wangu. Weka chini. Nimekwambia weka chini hiyo barua. Bwana Garula, nipe tu mimi. Mama Aisha, nitakupiga kofi. Unajua sija kupiga hata siku moja, lakini leo nitakuomba kofi hilo mpaka watu watashangaa hapa. Mbavu. Yaani niweke juu ya mlango hapa? Hapana, sio hapa. Kule kwenu kwenye ile nyumba alokupeleka kina Garula. Sasa mbona kule hatujahamia bado? Kwani si mnaoana? Ukishamaliza ndoa si mtaenda kukaa kule? Kule ndo kwenu sasa, sio hapa wala kwa kina Aisha. Na ina maana nikishafanya usafi naweka juu ya mlango sasa. Ndo ni kinga ya kuzuia wachawi. Yaani ile kinga kubwa sana. Wachawi hawatomuona wala kumfuatilia na atajifungua salama. Kwa hiyo ina maana hao ndo dawa yao. Ukiwaekea juu tu pale na maana wasogee. Yaani hapo umemaliza. Nashukuru sana Semeni. Unanisaidia sana. Asante. Usijali mdogo wangu, tuko pamoja. Maana unanisaidia sana. Sasa mambo hayo mimi ningejulia wapi? Na mimi nilijua, akasema ule mdogo wangu yule. Sidhani kama anajua hichi kitu. Ngoja nikampange mapema. Na kweli nilikuwa sijui chochote. Yaani wewe hapa ndo unanifumbua macho. Basi sawa. Asante. Poa baadaye. Mungu we. Endelea kumpa Semeni moyo huo huo. Kumbe watu wenye roho za mitume bado hapo. Sasa mimi ningeajuaje mambo jamani? Barua yake chini. Iweke chini. Mkono muda mfupi uliopita ulikuwa mbovu. Sasa hivi umekuwa mzima kabisa.
upendo